Katika mji mdogo uliokuwa kando kando ya jiji linalokuwa, waliishi marafiki wawili wa dhati, Amara na Sade. Walikuwa pamoja wakishirikiana kila kitu, ndoto, siri, hata kipande cha mwisho cha mkate wakati wa shida. Walipokuwa wasichana wadogo, walikuwa wakikaa chini ya mti wa embe nyuma ya nyumba ya mama yake Amara na kuahidiana. Haijalishi nini kitatokea, hatutaruhusu chochote kitutenganishe. Lakini maisha yana namna ya kujaribu ahadi. Miaka baadaye, bahati ilimwangukia Amara. Alikutana na kuolewa na mfanyabiashara tajiri aitwaye Tunde. Tunde alijulikana kote jijini kwa akili yake na moyo wake wa ukarimu. Alikuwa na magari makubwa ya kifahari yaliyovutia kila mtu barabarani. Aliishi katika jumba kubwa lenye milango mirefu na sakafu za marumaru, na alivaa suti zilizoshonwa kwa ustadi wa hali ya juu. Maisha ya Amara yalibadilika kwa ghafla. Alihamia katika nyumba kubwa yenye taa za kifahari zinazoning'inia na mazulia laini ya gharama. Kabati lake lilijaa magauni ya wabunifu maarufu, mikoba ya thamani yenye vishikio vya dhahabu na viatu vya bei ghali vilivyolia kwa kujiamini juu ya sakafu iliyong'aa. Alisafiri, alihudhuria hafla kubwa na akaonekana kwenye majarida akiwa kando ya mumewe. Mwanzoni, Sade alimfurahia rafiki yake. Alitembelea jumba hilo, akayatazama magari kwa mshangao na wakacheka wakikumbuka siku zao za utotoni. Lakini polepole, kitu cha giza kilianza kuingia moyoni mwake. Wivu. Kila alipoyaona bangili za almasi za Amara zikimeta jiwani, tabasamu lake lilififia. Kila Tunde alipomnunulia Amara zawadi nyingine ya kifahari, moyo wa Sade uliwaka kwa uchungu. Alianza kulinganisha chumba chake kidogo cha kupanga na mshahara wake wa kawaida na maisha ya kifahari ya rafiki yake. Ahadi za chini ya mti wa embe zikaanza kufifia. Jioni moja, akiwa amefunikwa na wivu, Sade alifanya uamuzi mbaya. Alimtafuta mwanamke mzee aliyesemekana kuwa mchawi pembezoni mwa mji. Kibanda kilikuwa na harufu ya moshi na mimea ya ajabu. Vivuli vilicheza kwenye kuta za udongo, huku mchawi akisikiliza maneno ya uchungu ya Sade. Nataka kile alichonacho, Sade alinong'ona. Mfanye apoteze kila kitu. Mfanye mume wake anitii mimi. Mchawi alitabasamu polele. Tambiko zilifanyika, maneno yalisemwa, kitu kisichoonekana kiliachiliwa usiku. Baada ya muda si mrefu, Amara alianza kubadilika. Alikuwa na wasiwasi, kisha kuchanganyikiwa. Hivi karibuni alianza kucheka bila sababu, kuzungumza na kona tupu za nyumba na kutembea bila viatu usiku wa manane. Madaktari waliitwa, lakini hawakuona tatizo lolote la kimwili. Wakati huo, Tunde naye alibadilika. Uamuzi wake uliokuwa makini ulififia. Alianza kufanya maamuzi ya ajabu na kusaini nyaraka akimkabidhi Sade usimamizi wa biashara, akidai anasaidia wakati wa ugonjwa wa Amara. Jini ya nguvu za uchawi, alimwamini Sade bila masharti. Baada ya muda, Sade alikuwa anasimamia nyumba, biashara, hata fedha. Wafanyikazi walimtii. Alivaa mavazi ya kifahari yaliyokuwa ya Amara na kujiendesha kama bibi wa nyumba. Lakini ushindi wake haukumletea amani. Hali ya Amara ilizidi kuwa mbaya hadi siku moja alasiri, akiwa anazurura mitaani bila mwelekeo, alianguka karibu na kanisa dogo tulivu ambalo alikuwa akilipita mara nyingi lakini hajawahi kuingia. Mchungaji wa kanisa hilo, Mchungaji Danieli, alimuona akiwa anatetemeka. Alipiga magoti karibu naye na kusema kwa sauti ya upole, "Nini kinakusumbua binti yangu?" Ingawa maneno yalikuwa hayana mpango, alitambua kuwa kuna jambo la kiroho zaidi ya ugonjwa wa kawaida. Akaanza kumwombea, sio kwa sauti, lakini kwa imani thabiti. Kwa siku kadhaa, aliendelea kumwombea. Polepole, mambo yakaanza kubadilika. Jioni moja wakati wa maombi, Amara alipiga kelele ndefu kama vile kitu zito kilivunjika ndani yake. Macho yake yakarudi kwenye hali ya kawaida. Kicheko cha ajabu kikakosa. Akili yake ikatulia kama mawingu yanapotawanya baada ya dhoruba. Mbali huko katika kibanda cha giza, mchawi alipiga kelele wakati hirizi zake zilipopasuka na vyombo vya tambiko kugeuka majivu.
minyororo ilivunjika. Wakati huo, Tunde alihisi kama ameamka kutoka usingizi mzito. Ukugu uliokuwa umefunika mawazo yake ukatoweka. Alitazama mabadiliko yaliyokuwa yametokea nyumbani na akagundua jinsi Sade alivyokuwa amechukua kila kitu. Ukweli ukajulikana haraka. Alipokabiliwa, ujasiri wake ulianguka. Uzito wa matendo yake ulimlemea sana. Utajiri uliouchukua haukumletea haraka, ulimletea hofu na utupu. Amara na Tunde walichagua uponyaji badala ya kulipiza kisasi. Walitafuta maombi na ushauri, wakajenga upya ndoa yao kwa imani na umoja mpya. Jumba lao halikuwa tena ishara ya fahari, bali ya shukrani. Upendo wao ulikuwa zaidi, ukiwa umejaribiwa na moto, lakini ukasafishiwa. Kuhusu Sade, aliondoka katika nyumba hili akiwa na aibu, hatimaye kutambua kuwa wivu ulimgharimu zawadi ya thamani zaidi aliyokuwa nayo, urafiki wa dhati. Chini ya mti mwingine wa embe miaka baadaye, Amara angekaa na kutafakari. Utajiri ulikuja na karibu kuharibu kila kitu, lakini neema iliregesha kile ambacho giza lilijaribu kuiba. Na mwishowe, upendo uliotiwa mizizi kwa imani ulikuwa nguvu kuliko wivu, kuliko udanganyifu lolote. Amara na Tunde waliishi nasi tu kwa haraka, bali kwa hekima, wakilinda mioyo yao na kuthamini amani waliokuwa wameipigania.